Kuna hao wasichana wanaonekana kuchimba kaburi ili wamzike mwenzao ambaye alifariki kwenye mikono yao. Hawa ni Deborah, Jennifer na Rose. Wote ni wanafunzi hao na wamefanya hivi kwa ajili ya pesa tu. Sasa ilikuwaje hadi Anita mwenzao akafariki? Deborah leo alikuwa analia kishenzi yani. Anita akamkuta na hakuelewa tatizo ni nini. Debbie akasema amepokea simu kutoka nyumbani, ameambiwa kuwa mzee wake anaumwa sana yani, na inahitajika milioni 1 ili akafanyiwe upasuaji. Kilichokuwa kinamtesa zaidi, hajui ni wapi hiyo pesa ataipata ili wakamtibie mzee wao. Anita akamwambia kila kitu kitakuwa sawa tu. Basi ni kilio tu pale. Upande pili Rose na Jennifer, hawa kazi yao kubwa ni kutoroka shuleni na kwenda kudanga mtaani. Sasa leo wamepokea simu ya mteja mmoja hivi, akawaambia kuwa wanapaswa wampeleke Anita, halafu atawalipa kama milioni 5 hivi. Kilikuwa ni kiwango kikubwa sana cha pesa hiki. Sasa kipengele ni kwamba Anita hawezi kutoroka shuleni kabisa. Sasa watafanyaje na hela wanazitaka? Rose akashangaa kinoma yani. Kwa hiyo tunapewa milioni 5 kwa kumpeleka Anita tu. Anamtaka wa nini sasa? Mimi sijui na sijali hilo. Ninachotaka ni hizi pesa tu. Huyu mtu anatulipa vizuri sana. Jennifer anawaza pesa tu hapa. Haelewi ni nini ambacho kinaweza kwenda kutokea huko mbele. Sasa Rose na Jennifer wakaja kumshawishi Anita hapa ili watoke naye. Wakamwambia kuwa wanaandaa pati ya wanafunzi na itafanyika nje ya chuo. Jennifer akasema naona natakiwa kuwepo. Anita kasema hawezi kutoka hapa shuleni. Jennifer kasema hata uongozi wa shule unajua kuhusu hii party. Okay. Nikamuulize principal, ndio? Jennifer kasema hapana, tutamwambia mambo yakikaa sawa. Wala tusijali kabisa. Rose akasema nilijua tu hawezi kukubali huyu. Nitapambana. Nazitaka sana zile pesa. Deborah mawazo ni mengi sana unaambiwa. Hata chakula kipandi kabisa. Rafiki yake Anita akabaki ajue amsaidie vipi mshikaji wake. Huku Rose na Jennifer wanawaza wanaume tu. Wakati wanaongea hapa, Deborah alikuwa anawasikiliza ise. Jennifer kawa amemuona. Ikabidi amuite kwa sababu wao ndo masini hapa shule. Sasa wakati wanazungumza, Deborah kawaomba kama vipi ajiunge kwenye kundi lao. Mzee wangu anaumwa sana, nahitaji milioni 1 na sijui pa kuipata. Niunganisheni kwenye kundi lenu basi. Sitaki afariki. Umekosea njia wewe. Sisi hatujui hayo mambo. Hatujui tunaongea nini. Toka hapa. Niunganisheni na watu ambao huwa mnaenda kuwaona. Rose akasema, sisi hatuhusiki na unachokisema wewe. Ondoka hapa. La sivyo nitakuadhibu vibaya. Deborah alipotoka, Jennifer akapata wazo hapa. Akasema wanaweza kumtumia Deborah ili kumpata Anita na wakatimiza lengo lao aisee. Sasa Deborah akamfikishia taarifa za kutaka kufanya umalaya rafiki yake Anita. Anita akamwambia haupasi kufanya hivyo. Deborah akasema nisipofanya hivyo mzee wangu nitampoteza. Akawa anaona ni rahisi sana yani kama kucheza mapiano. Anita akasema hapasi kufanya hivyo, asubiri miujiza ifanyike. Basi Debbie anaelewa sasa. Anataka kujiunga na kundi la kutoroka usiku tu shuleni aenda akajiuza ise. Mida fulani hivi Jennifer akakutana na Deborah. Jennifer akamuuliza, "Ulisema unaweza kufanya chochote upate pesa, si ndio?" "Ndio, naweza senior." Jennifer akamwambia, "Nataka kumshawishi Anita atoroke chuo Jumapili." "Anita hawezi kutoroka. Nataka kumshawishi sasa ili tupate pesa ambayo wewe unaitaka kwa ajili ya matibabu ya mzee wako. Na ukifanikisha tu nakupa hiyo milioni 1. Deborah kaona hii mbona miujiza sasa. Kwani unataka Anita atoke? Kuna mtu anataka kuongea naye. Deborah kashindwa kabisa kuelewa. Yaani kuongea naye tu ananipa milioni 1. Yaani Anita atoke ndani aende akaongee na huyo mtu bila tatizo lolote. Milioni